kama Mungu ni pendo. Kila mtu aliye hapa katika kambi hili ameipitia hiyo kama. Unaposimama kwenye kaburi la ndoto yako, unasema kama Mungu ungalijua, ndoto yako unaona inadondoka. Wengine hapa ni vijana, unaona unazika kabisa uhusiano wako. Ulikuwa umepata mchumba, umepata rafiki, unakuta kwamba mambo yameharibika. Unasema kama Mungu ananipenda, kwa nini napitia kipindi hiki? Unapata kazi, mara unafungiwa mlango, unaambiwa kazi hasa haipo. Kama nasumbua watu. Hebu twende Bethany. Lazaro ameamka asubuhi hiyo, analia, anasema ninaumwa. Martha, naumwa. Martha anasema Lazaro, unaumwa nini? Lazaro anasema huu ugonjwa sio wa kupona. Basi Martha anamuona Lazaro pale ni kama anaishiwa nguvu, anataka kukata roho. Anamuita Mariamu, wote wanaingia ndani ya chumba. Wanamwambia Lazaro, usiwe na wasiwasi. Wewe fahamu kwamba Yesu yupo. Yesu ni rafiki ya familia yetu. Yesu ni rafiki yako. Usiwe na wasiwasi. Wakakumbuka jinsi Yesu alivyofufua wafu, ametembea kwenye maji. Wakakumbuka alivyolisha watu mikate, akaomba, amefufua. Wakasema Lazaro, usiwe na wasiwasi. Mariamu akasema hakuna wasiwasi, Yesu atamponyesha ndugu yetu. Martha anasema Yesu huyo aliyekuwa anakuja hapa ukiwa hai Lazaro, mnacheka wote pamoja, wote mnakula pamoja, analala hapa, akichoka anakuja hapa, Yesu atakuponyesha. Wakasema Lazaro, tulia. Martha akasema sasa tumtume kijana akamwambia Yesu. Na wakajua kwamba Yesu alikuwa maili 2 tu kutoka Bethany kuja kwa nyumba yako, maili 2, dakika 30. Aliyekwenda kumwona Yesu hata hakusema jina la Lazaro. Amefika tu akasema Yesu, yule unayempenda. Wakajua kwamba Yesu atamfahamu kwa sababu ana rafiki mmoja tu anayempenda, Lazaro. Akasema yule unayempenda ni mgonjwa sana sana, tunaomba uende ukamwone. Yesu akasema sawa. Unajua mimi nampenda Yesu. Yesu hana wasiwasi. Yesu ndio sababu alikuwa hata hana high blood pressure. Yesu yeye anaona haya mambo ya kawaida tu. Wanafunzi wanamwambia sasa, Yesu wewe rafiki yako mgonjwa, twende. Yesu anasema yule amelala tu. Kama amelala Yesu anamwambia hapana, amekufa. Haya, siku ya kwanza ikapita, ya pili ikapita, ya tatu inapita. Wanafunzi wanashangaa. Martha kule sasa ameanza kununa. Mariamu hasira imempanda. Yesu baadaye ndio anajitokeza, anakuja tena, anakuja anatembea taratibu, hana wasiwasi, hakuna kinachomsumbua. Martha alikuwa anamsubiri, anasema ngoja akija tutaonana. Anamuona anakuja, Martha anatokea kwenye lango. Alikuwa Martha anamsubiri tu pale langoni, anasema ni Yesu. Yesu anasema ni mimi. Martha akaanza kumshika kooni, anasema ulikuwa wapi? Traffic ilikuwa foleni, ilikuwa nzito, ulikuwa wapi? Rafiki yako ameugua, ulikuwa wapi? Ndio sababu ile fungu tumesoma, Martha anamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa
ndugu yangu Lazaro asingalifariki. Umekaa kimya mpaka ndugu yangu amefariki. Martha sasa wanashikamana na Yesu. Martha amekasirika. Ulikuwa wapi? Kwa nini hukuja tulipokutaka? Tuliomba uje, hukuja. Martha anasema tumeomba tukijua utakuja. Wewe ulikuwa ukila hapa, wewe ulikuwa ukilala hapa, wewe ulimfahamu Lazaro. Ulikuwa wapi? Martha anamwangalia Yesu, anasema kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikuwa bado mzima. Na sisi tunapitia kipindi hicho. Umeomba, amechelewa kujibu. Umelia, amechelewa kujibu. Unaamini, amechelewa kujibu. Mpaka unajiuliza, unasema kwa nini Mungu ananitendea hivi? Na watu wa Ipagala makambi haya, nataka mjue kwamba kuna maumivu ya kuchelewa kwa uungu. Mungu anapochelewa katika maisha yako, kuna maumivu fulani. Na ndio tunakuta hapa Martha ana haya maumivu, anavutana na haya maumivu. Anampenda Yesu, lakini Yesu amechelewa kuja ndani ya maisha yake. Kwa hiyo Martha anaonyesha ukali. Mimi nilipokuwa nasoma fungu hili, kisa hiki, nikaona mambo mawili. Martha yeye amekasirika kwa sababu Yesu hakuja kwa wakati wake. Mariamu yeye amehuzunika. Na watu wengine wakihuzunika wananuna. Na Martha amenuna, Mariamu amenuna, yuko chumbani ameketi chini. Na kwa sababu Mariamu, historia inatuambia kwamba alikuwa ni mama mnene. Kwa hiyo kila wakati ukisoma Mariamu ameketi chini kwa sababu ya ule uzito. Kila saa ukisoma katika Biblia Mariamu ameketi chini. Mungu alikuwa amembariki na minofu mingi. Unapokuwa na minofu mingi basi unaketi chini. Kwa hiyo Mariamu yuko ndani ya chumba amenuna, amekasirika. Martha yeye amekasirika na anaonyesha hasira yake kwake Yesu Kristo. Martha yeye amenyamaza mpaka Mariamu amenyamaza. Martha anaenda anagonga mlango, anasema Mariamu, Mariamu, Yesu yuko hapa. Biblia inatuambia Mariamu ananyanyuka sasa kuja kumwona Yesu, kwa sababu alikuwa amenuna, amenyamaza. Ipagala kuna kitu cha kujifunza hapa. Hata sisi kanisani kuna watu wengine wananuna, kuna watu wengine wana hasira, kuna watu wengine wana huzuni, kuna watu wengine wanachanganyikiwa. Wote tuwakubali kama Yesu alivyowakubali. Watu wanapopitia katika majeraha ya imani, wengine wanakuwa wakali. Huwa ninaambia washiriki, nawaambia una haki ya kubishana na Mungu wako, lakini usipoteze imani yako. Martha amekasirika, Mariamu amenuna. Yesu amewakubali wote wawili. Hakuna tena, Yesu hakukemea Martha, hakukemea Mariamu. Amewaona kama walivyo. Saa zingine sisi kanisani ukiona mtu amenuna unasema una shida. Unahangaikia kitu gani? Ukiona mtu hajibu, unaongea hajibu, unasema kwa nini uko kimya? Ukiona mtu anahangaika unashangaa. Yesu alikubali kuwa nao wote. Kitu kikubwa ni kuwa Yesu alionekana. Hilo ndilo kuwa kitu kikubwa. Sasa Martha anamwambia Yesu, Yesu, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu angalikuwa bado hai. Ulikuwa wapi? Na sasa unajileta hapa. Yesu Lazaro ameshakufa siku 4. Bwana, kama ungalikuwa hapa leo hii,
ndugu yangu angalikuwa mzima. Sasa wengine ukisoma haraka haraka utafikiri kwamba Martha haamini Mungu. Martha anasema hakuna Mungu. Hapana. Martha anamwamini Mungu, ndio sababu anasema, anamuita Bwana. Anamuita Yesu Bwana. Anaamini huyu ni Mungu, Bwana Mungu. Kama ungalikuwa hapa, maana yake ni kwamba imani ya Martha ilikuwa imejeruhika. Na sisi wa Kristo tunajeruhiwa wakati fulani katika maisha yetu ya Kikristo. Unakuwa imani yako imejeruhiwa, lakini bado unamkubali kwamba Yesu yupo. Sisi hatutembei na kama, sisi tunatembea kwa imani. Kama haitakufikisha popote, imani ndio inakufikisha popote. Ndio sababu Martha anamwambia Yesu, ninakubali yote hayo. Ninakubali kuna ufufuo. Ninakubali wewe ni Bwana. Martha hana shida yoyote hiyo. Lakini imani yake kidogo imepata jeraha kidogo. Sasa Martha ni kama anachechemea ndani ya maisha yake ya kiroho. Anasema, Bwana, ninafahamu unaweza, lakini ukufanya. Bwana, ninajua una uwezo, lakini ukuonekana. Bwana, ninajua una huruma, lakini ulikuwa wapi? Martha analia, anamwambia Yesu, kama ungalikuwa hapa. Unajua unapokuwa umefiwa, unakuwa na huo uchungu na unapiga picha yako. Martha anaongea haya maneno kwa uchungu. Martha anaonyesha kitu kimoja, anaamini katika neno. Martha anaamini katika ufufuo uliokuwa ukifundishwa na Mafarisayo. Anaamini kabisa kwamba ukifa utafufuka siku moja. Yaani wana kambi wa Ipagala na mnao nisikiliza kwenye mitandao, ni lazima uwe na neno la Mungu unapopitia katika wakati wa kama. Kama inatakiwa uamini kuna Mungu. Kama inaomba kwamba katika maisha yako neno la Mungu ndio likushikilie, ndio liwe msingi wa maisha yako. Imani yako inapotaka kubomoka, msingi ule unashikilia, neno la Mungu linashikilia. Ndio Martha anasema, ninakubali kuna ufufuo. Ninakubali wewe ni Bwana. Na sisi wa Kristo tunapopitia katika kipindi cha kama, ni lazima tuwe na neno. Tujue neno la Mungu lina uwezo. Neno la Mungu huokoa. Neno la Mungu litakupitisha katika kama. Mama White, yule mama kizee na muita, anasema hivi, hakuna kitu kinacholeta jeraha kama kukata tamaa wakati unapoona matumaini yako yote yanakwisha. Martha alikuwa hapo hapo. Anaona matumaini yake yote yamekwisha. Anaona kaka yake amekufa. Anaona kila kitu kimekufa. Anaona ndoto zake zimekufa. Anaona furaha yake imekufa. Sasa Martha anasema, sina lolote, imebaki peke yangu. Na mimi nafurahi. Hapo hapo Yesu anatokea. Martha alipokuwa amekata tamaa, Yesu anatokea. Unaona, Yesu hakumgombeza Martha. Yesu hakumgombeza Mariamu. Anamsikiliza. Ninamwona Yesu anamsikiliza. Martha anazungumza. Yesu anamsikiliza. Alafu anamwambia, Martha, ndugu yako atafufuka tena. Martha anasema, ninajua. Alikuwa msomi wa Biblia Martha. Anasema, ninajua hilo. Ninajua kwamba atafufuka siku ya mwisho. Na Yesu anamwambia, mimi sizungumzii tu siku ya mwisho. Yesu anamwambia, mimi ndiye ufufuo na uzima.
Maana yake Yesu anajibu sasa lile swali la kama ungalikuwepo. Yesu anamwambia Martha, Martha, usiwe na wasiwasi, mimi sizungumzii siku ya kufufuka, mimi unaongea na mimi niliye ufufuo na uzima. Sasa wakati yule mtumishi alipokwenda kwa Yesu kumwambia kwamba Lazaro ni mgonjwa, Yesu alieleza wanafunzi wake kwamba sababu ni hivi na hii, amelala tu, atakuwa sawa. Kwa Martha Yesu hakueleza chochote. Ndio ilivyo katika mambo ya imani, saa nyingine Mungu anaeleza, saa nyingine Mungu haelezi. Na Yesu anamwambia Martha, unaamini kitu gani? Mara 3 Yesu anamsukuma Martha, unaamini kitu gani? Unaamini kitu gani? Unaamini kitu gani? Na Martha anasema, ninaamini kwamba ndugu yangu atafufuka. Maana yake ni kwamba Mungu ni mkubwa kuliko kama inaangalia nyuma. Yesu anasema niko hapa. Unaona, Martha anasema kama ungalikuwa hapa, past tense, nyuma. Yesu anamwambia Martha, niko hapa. Mama White anasema tunapokuwa tunaonekana kama tunamkana Yesu Kristo, Yesu yuko karibu nasi kuliko zama zote. Na Yesu anamwambia Martha, Martha, nimekusikia maumivu yako, nimekusikia kilio chako, niko hapa. Sasa Yesu anamwambia Martha, umemzika wapi Lazaro? Wamekuwa wakiongea, halafu na waliaji wanalia. Walikuwa na kwaya ambazo zilikuwa zinakodishwa. Kwaya kama hii ya Ipagara mnakodishwa kwenda kulia tu. Wale wa besi mnalia besi, wale wa tena mnalia tena. Kwa hiyo yani wanalia kama makabila fulani hapa Tanzania yanavyolia. Lia, kwaya inalia. Wanamuona Yesu anabishana na Martha na wanalia kwa sauti. Yesu anamwambia Martha, umemzika wapi rafiki yangu? Yesu sasa anataka kujibu ile kama. Martha alipomwona Yesu alimwambia, kama Bwana ungalikuwa hapa. Sasa Yesu anataka kujibu kama. Yesu, Biblia inasema, anatembea anaenda kwenye kaburi, anaona machozi. Na watu walipomuona Yesu anakaribia kwenye kaburi, wanalia kwa sauti kuu. Wanasema, si ni huyu alikuwa akifufua wafu, akiponyesha vipofu, mbona hawezi kumfufua rafiki? Wanalia kwa sauti kuu. Martha analia, Mariamu analia, kila mtu analia. Yesu amesimama mbele ya kaburi la rafiki yake, anasikia kilio, anaona machozi yanatoka. Biblia yangu inasema Yesu akavunjika moyo, akalia. Yesu akalia. Katika lugha ya asili ilipoandikwa Biblia hapo anasema Yesu alitoa sauti kama ya punda. Alivyo kama punda. Hasira ya kupoteza rafiki yake, huruma ya kupoteza rafiki yake, huruma ya kuona watu wanalia, huruma ya watu. Martha anateseka moyoni. Yesu akatoa sauti. Biblia hapa sisi inatuambia tu alilia, alitoa sauti. Mimi napotembelea watu waliofiwa huwa nawaambia lia, tena kwa sauti. Kuna wengine wanasema usilie, unalia kama huamini. Nani anakudanganya hivyo? Nani anakudanganya hivyo? Yesu alikuwa haamini. Kulia sio kwamba huamini, kulia ni maumivu. Na watu wa afya wanasema ukilia ni kama unatoa povu, sumu. Unalia, unasema hey, amelala.
Na usipolia, baada ya miezi ile sumu inakaa, unaanza kuugua zaidi moyoni. Yesu akalia, wote waliokuwa wakimzunguka wakalia. Ni kama mimi hapa nikianza kulia, si wote mtalia humu ndani? Mchungaji analia, wote mtaanza kulia. Analia. Yesu anasema, Martha, nichagulie watu wavingirishe jiwe. Watu wanasita, wanasema huyu ameoza. Yesu anasema vingirisheni jiwe. Yesu angaliweza kusema jiwe toka, jiwe vingirika. Katika mambo ya imani, ya kuokoa, ya kuhubiri, Yesu anataka na sisi tuhusishwe. Ndio sababu tunasema nitafanya nini? Nitakwenda nikimsubiri nani? Yesu. Na kama unataka kwenda, ni lazima ujue hatari ya kama inaweza kukupunguzia spidi yako ya kwenda ukimsubiri Yesu. Yesu anasema vingirisha jiwe. Martha anasema ameoza. Ulikuwa wapi? Tena anarudia yale yale, ulikuwa wapi? Unakuja hapa unajirizaliza, ulikuwa wapi? Yesu anasema vingirisheni jiwe. Basi ninaona midume inavingirisha lile jiwe, linatoka. Yesu bado analia, anasimama mbele ya kaburi. Na sasa Lazaro, Yesu anamuona kabisa ndani mule. Yesu analia kwa sauti, alafu anapaza sauti, anasema Lazaro, toka nje. Wengine wakakimbia. Huyu ni Lazaro kweli huyu? Unajua ukishakufa tu watu wanakuogopa. Ukifa tu hata chumbani hawaingii. Wengine hata wani naangalia nasema sasa tunatoa heshima za mwisho. Wengine hata hawaangalii ndani pale, wanajipitisha, wanaona juu. Wengine hapa ndipo mnavyofanya, mnapita mnaona juu. Ukifa tu watu wanasema Lazaro alishakufa. Lazaro, Yesu amemwita. Wanasikia tu huko mifupa, ndio wanakimbia zaidi. Lazaro akatoka nje. Lazaro aliyokuwa amekufa siku 4, amenuka, ameoza, anatoka nje. Maana yake Mama White anasema neno la Mungu lina nguvu za kufufua. Yesu alipoita Lazaro toka nje, kaburi likafunguka, Lazaro akasimama, uhai ukamwingia, Lazaro akatembea nje. Ni kama ninamuona Yesu, ni kama anamwangalia Martha, anasema sasa sema, umeona? Wewe uliniambia kama, mimi nimekujibu sasa. Kama yako hiyo ni kule nyuma, mimi niko hapa sasa, ninakutendea makuu. Sikiliza wanakambi na nyie mnaoangalia mitandaoni. Wakati mwingine mipango yako inakuwa imekufa. Yesu bado anaweza kuita ile mipango yako kufufuka. Wakati mwingine ndoto yako inaweza kuwa imezikwa. Ulitaka ndoto fulani ifanyike, unakuta sasa imezikwa. Yesu ana nguvu ya kuifufua. Wakati mwingine unajisikia huna nguvu, huna chochote ndani yako kama Mkristo, umechoka kuomba. Ukiulizwa kufanya kazi, unasema sina nafasi, nimechoka, sina nafasi. Yaani ile kama imekutawala, imekuchukua, hauna nguvu. Na Yesu mchana huwa anasema, leo hii mimi naweza kufufua kile ambacho umekipoteza. Mungu yeye
ni shujaa, yaani yeye anashughulika sana na kama inapokuwepo, hapo ndipo anataka kufanya shughuli yake. Kama unaposema ingalikuwa tofauti, kama Mungu anakwambia mimi ni mkuu kuliko kama. Unapokuwa una sita, Yesu anasema mimi ni jibu kwa kama yako. Je, kuna yeyote hapa mwaka huu wote tumeumaliza wa makambi wa mwaka jana, tumeanza mwaka mpya, Yesu atafanya makuu katika maisha yako. Kama inapokuja maishani mwako, ambia kama mimi ninaongozwa na imani, ninaongozwa na Yesu, na ninajua Yesu hataniacha. Na kwa sababu hataniacha, nimeamua nitakwenda. Na juma lote hili tutaongelea kwenda kumaliza kazi ya Bwana. Maana ya kwenda sio kwamba tu labda tufanye mahubiri makubwa. Mimi nataka kila mtu analeta mtu huyu mmoja. Hakuna haja ya maeffort, hakuna haja ya masatellite. Kwewe mshiriki, leta tu mtu mmoja, utashangaa. Kama union hii mko sijui laki ngapi? Laki 6. Imagine kama kila mshiriki akileta mtu huyu, mtakuwa na milioni ngapi? Si moja tayari. Na wale mnaowaleta hawatarudi nyuma, kwa sababu unamfahamu. Asipokuja kanisani unakwenda unasema, hey, Mama Adija, mbona leo sikukuona? Ndio nguvu ya kwenda. Ndio tunasema nitakwenda. Hatusemi tutakwenda, nitakwenda. Na nilipokuwa nikitayarisha haya mahubiri nikasema, kama ndilo jambo ambalo linafanya washiriki wengine hawashughuliki katika nitakwenda, kwa sababu ya kama unakata tamaa, kama huombi, kama husomi Biblia, kama huhubiri, kama hushuhudii, kama unakuwa dhaifu, kama nyumba yako inakuwa dhaifu, kama kanisa linakuwa dhaifu, kama conference inakuwa dhaifu, kama union inakuwa dhaifu, kama division inakuwa dhaifu, kama general conference inakuwa dhaifu, lakini tukiamini kwamba Yesu atatupitisha katika ile kama ataigeuza na itakuwa nguvu ya kumaliza kazi ya Bwana. Watu wa Ipagala wengine wanasema, nimelia mchungaji, nimelia, mto wangu unalowana usiku, ninalia Mungu nipe mume Haji. Mwingine anasema, ninalia Mungu nipe mume, maana kuja jingine linaninyang'anya. Yesu anasemaje asubuhi ya leo? Sikiliza anavyosema. Anasema, nimesikia kilio chako, nimeona maumivu yako, hata sasa niko hapa. Ndivyo alivyomwambia Martha. Anamwambia Martha, niko hapa. Even now I'm here. Martha, niko hapa. Yesu anakuambia hivi, hata sasa niko hapa. Ninaweza kukuponyesha. Hata sasa ninaweza kufufua ndoto zako. Hata sasa ninaweza kukufufua kutoka katika maisha yaliyooza. Ipagala, kama sio mwisho wa maisha yako, kama usiruhusi kama mwisho wako, utapitia matatizo. Yesu hatajibu maombi yako kwa muda. Utavunjika moyo lakini kama nilivyosema, hatutembei kwa kama, tunatembea kwa imani. Kwa hiyo leo mpe Mungu kama yako. Mwambie Mungu, hii kama ichukue. Kama Martha alivyosema, kama Bwana ungalikuwa hapa, huyu Lazaro angalikuwepo. Yesu anamwambia Martha, niamini, nitakutendea makuu. Na alivyosema vile, akasema twende kwenye kaburi. Na Yesu
akafanya muujiza wa kujibu kama. Haleluya! Mungu na atubariki. Tunapoanza makambi haya, tuombe Mungu atusaidie tuishi juu ya kama. Na sisi wote wa Kristo tutapitia kama, wote wachungaji tunapitia, washiriki tunapitia, viongozi tunapitia. Kama ipo, kama ipo. Kama Mungu unapenda hivi, kwa nini unanipatia washiriki wanaonisumbua kwenye baraza la kanisa? Kuna mchungaji mmoja alikuja ananiambia, pastor, kuwa mchungaji ni kazi. Kuna mzee wa kanisa mmoja ananichapa kila wakati. Kabla sijaenda ninaambia mke wangu, njoo tuombe. Kama Mungu ananipenda, kwa nini alinileta katika kanisa hili? Namwambia, Mungu anakupenda sana, ndio sababu alikupeleka kanisa hilo ili ujifunze kuomba zaidi. Kama usikate tamaa. Kama usikate tamaa, mpe Mungu ile kama, na yeye ataifanyia muujiza. Wangapi mnasema Mungu tusaidie makambi ya tufundishe kumpa Mungu ile kama? Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Sasa nataka kucombine maombi ya wale ambao ni medical, mnasema medical. Mfanyeni hilo tangazo, ndio mnalijua zaidi. Mchungaji, ndio ufanye tangazo hilo. Mimi nisije nikakuharibia kazi yako bwana. Alafu akasema kama mganda huyu sasa ananiharibia kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu tunao watu ambao wana changamoto mbalimbali za kiafya, wamekuja hapa kwa ajili ya kutibiwa. Ikiwa unaweza kusogea uje hapa mbele, na yeyote anayesema Mungu, katika kama yangu nilionayo naomba sasa unisaidie. Tusimame wote sasa, na wale rafiki zetu wanapokuja hapa mbele wanaoweza, ili tuombe kwa ombi maalum, pastor aweze kuomba kwa ajili ya changamoto zao. Ikiwa wapo waje hapa mbele. Tembea tu hapa, mchungaji yuko tayari kuleta ombi, na usikate tamaa. Wasaidieni wazee hapo kuwapandisha hapo juu. Ya karibuni, 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 karibuni. Leteni kama yenu mbele za Mungu, na Mungu atawasikia. Kama nimeomba, kama Mungu ananipenda, mbona sipati mchumba? Mbona siponi? Nimekuja Dodoma kutafuta kazi sasa mwaka wa pili, mbona Mungu hanipika? Mpe Mungu hiyo kama. Martha akamwambia Yesu, kama ungalikuwa hapa, Yesu akamwambia, nipeleke kwenye kaburi lako. Tuombe. Mungu, tumeona utukufu wako asubuhi ya leo hapa. Tumeshuhudia nguvu ya Roho Mtakatifu akitembea hapa. Umetupatia ujumbe, umezungumza nasi. Sasa tunaleta kama zetu mbele zako. Mungu, tuna mizigo ambayo imetokana na kama. Wengine tumekuwa wadhaifu katika maisha yetu ya kiroho kama. Kwa sababu ya kama tumekata tamaa. Nyumba zetu wengine zina matatizo, ni kwa sababu ya kama. Umeacha hata kusoma Biblia kwa sababu ya kama. Mungu, saidia wana wako walio hapa na ambao wanasikiliza mitandaoni, walete kama zao kwa Yesu Kristo, na atafanya ufufuo katika maisha yao kama alivyofanya katika maisha ya Lazaro. Mungu, tuna wageni wetu waliokuja hapa mchana huu. Hawa wamekuja na kama zao za kiafya. Wengine wamehangaika, wamekwenda kwa madaktari, wamekunywa madawa, wamefanya mambo yote, wameomba, wamelia, wamesema, na swali lile lile kama Martha alilouliza, kama Mungu yupo, kwa nini napitia haya? Leo nataka kuhakikishia Mungu bado yupo. Mungu bado atafanya miujiza katika maisha yenu. Ninyi mnachohitaji kufanya, mpeni Mungu hilo kama yako, mwachie mikononi mwako. Yeye ataleta ufufuo katika maisha yako. Yeye atagusa ule ugonjwa unaokusumbua.
yeye atagusa ile shida inayokusumbua. Kama ni biashara, kama ni afya, kama ni unyumba, kama ni chochote, kama ni elimu, kama ni uhusiano, yeye bado ana nguvu ya kuleta ufufuo kama alivyomfufua Lazaro. Mungu, shika hawa watu kila mmoja kwa jina lake. Kila mmoja tembea naye, niwatie nguvu, wazidi hata kuhudhuria mikutano hii ili waweze kujifunza zaidi na zaidi jinsi ya kumpenda Yesu Kristo. Sasa ninawaacha mikononi mwako. Wabariki, bariki nyumba zao, marafiki zao, watoto wao, waume zao, wote wabariki kila mmoja, mbariki katika shida yake. Na bariki wote wanakambi. Sasa tunatawanyika kwa pumziko fupi, turudishe tena mchana kwa vipindi vingine. Hili ndilo ombi letu, na tunakushukuru kwa somo ambalo umetufundisha kukupa kama zetu, na tunaomba katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Amen and amen and amen.